Ndugu wanahabari, watumishi wenzangu wa Mamlaka ya Mapato Zanzibar, mabibi na mabwana, tunakaribisha tena leo katika ukumbi wetu huu ili kuwapa mrejesho wa kazi zetu ambazo tumezifanya kwa mwaka mzima, Julai mwaka 2024 23 mpaka Juni 2025. Tunatoa ripoti ya mwenendo wa makusanyo, na ripoti hii tumeigawanya katika makundi matatu. Kundi la kwanza tutatoa ripoti ya mwenendo wa makusanyo kwa mwezi Juni 2025. Alafu tutatoa ripoti ya mwenendo wa makusanyo kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 24-25, na sehemu ya mwisho itakuwa ni ripoti ya mwenendo wa makusanyo kwa mwaka mzima wa fedha 2024-25. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, kwa furaha tunapenda kuwajulisha kwamba Mamlaka ya Mapato Zanzibar kwa mwezi Juni 2025 imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 63.670 kutoka shilingi bilioni 56.646 ambazo ilikuwa imekasimiwa kukusanya kwa mwezi Juni. Makusanyo haya ni ufanisi wa 112%. Aidha, tukilinganisha makusanyo haya ya mwezi Juni na yale ya mwezi Juni mwaka 24, ni ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 14.775, kwa sababu mwezi Juni mwaka 2024 tulikuwa tumepangiwa kukusanya shilingi bilioni 48.896. Kwa hiyo kutoka bilioni 48.896 mpaka kufikia bilioni 63.670 kwa Juni ya mwaka huu. Hili ni ongezeko ama ni ukuaji wa 30% kutoka mwezi Juni ule na mwezi Juni huu hapa. Kwa taarifa ambayo tutawapatia baadaye, mtaona kuna mchanganuo ambao tumeuelezea kwa utaratibu wa jadwali. Sehemu ya pili ya ripoti yetu inaelezea mwenendo wa makusanyo wa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 24-25. Pia nipende kuwajulisha kwamba mwenendo wa makusanyo kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025 umekuwa nao ni mzuri, kwa sababu tumeweza kukusanya kwa maana ya ufanisi ya 103.16. Ufanisi huu ni kutoka kiasi ambacho tulikuwa tumepangiwa kukusanya shilingi bilioni 188.164 kwa kipindi kama hicho mwaka wa fedha uliopita, na kufika shilingi bilioni 194.103 kwa kipindi kama hichi mwaka huu wa fedha. Kama nilivyosema, ni ufanisi wa 103.16. Tukilinganisha ufanisi huu wa kota wa robo ya 4 ya mwaka na robo ya 4 ya mwaka uliopita wa fedha, kuna ukuaji wa 21.787, kwa sababu robo hiyo iliyopita ya mwaka wa fedha uliopita tulipangiwa kusanya shilingi bilioni 159.276,
lakini mwaka huu robo hii tukawa tumekusanya bilioni 194.103, na kama nilivyosema ni ukuaji wa 21.87. Mtakopata ripoti ya maandishi mtaona kwamba pia tumetoa mchanganuo kwa njia ya jedwali. Ndugu waandishi na ndugu watumishi wa Mamlaka ya Mapato Zanzibar, naomba sasa nitoe mwenendo wa makusanyo kwa mwaka mzima wa fedha wa 24-25. Katika kipindi ambacho tunazungumzia sasa hivi, kwa maana ya mwaka ambao tumemaliza jana, Mamlaka ya Mapato Zanzibar ilipangiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 845.979, lakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu na ufanyaji kazi kwa bidii tumeweza kukusanya bilioni 861.882. Huu ni ukuaji wa 101.88 ya makisio hayo ambayo tulikuwa tumepangiwa kukusanya kwa mwaka mzima. Tukilinganisha mwaka wa fedha uliopita 23-24 na mwaka huu ambao tumemaliza jana 24-25, Mamlaka ya Mapato Zanzibar imeweza kukusanya zaidi ya lengo ambalo lilikuwa limepangiwa na serikali. Tumekusanya zaidi, hela zaidi, bilioni 143.122, kwa sababu mwaka wa fedha uliopita tulikuwa tuna lengo la kukusanya bilioni 718.760, lakini mwaka huu kama nilivyosema hapo awali tumekusanya bilioni 861.882, ambao ni umeleta matokeo ya ukuaji wa 19.91. Mtakopata taarifa za maandishi mtaona pia kwamba tumetoa jedwali la kueleza huu mchanganuo. Lakini mtaona toka tulivyotoa taarifa ya mwezi, tukatoa taarifa ya robo ya 4 na tukatoa taarifa ya mwaka mzima, kote huko mafanikio ya ZRA yamekuwa ni makubwa, kwa maana tumezidi kukusanya zaidi ya 100%, lakini pia na ukuaji mkubwa kabisa wakati ya 19% mpaka 30% kwa mujibu wa vipande ambavyo nimevitaja, vile vipande vitatu. Sasa mtu anaweza katuuliza mafanikio yametoka wapi? Mafanikio yamesababishwa na sababu nyingi. Kwanza, kama nchi, kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi, shughuli za uwekezaji ambazo kama tunavyojua Mamlaka ya Mapato inategemea zaidi ukuaji wa uchumi na ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kwa sababu ndipo ambapo vyanzo vya mapato vilipo. Sasa nchi inavyoendelea kuwekeza, kuimarisha na kusimamia uchumi, ndipo Mamlaka ya Mapato napo inapopenyea huko na kukusanya kodi yake. Kwa hiyo serikali kupitia uongozi imara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hatua zote za kiuchumi na za kuimarisha uwekezaji, ndizo ambazo zimetusaidia sisi kufikia haya yote. Lakini pia sababu ya pili ni kukua kwa uwekezaji katika visiwa vya Zanzibar. Sote sisi ni mashahidi kwamba Zanzibar ya jana sio Zanzibar ya leo. Kuna juhudi kubwa zinafanyika chini ya usimamizi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuimarisha miundombinu ambayo tunaiona, kuvutia uwekezaji ambao tunauona, kuchochea ajira ambazo tunaziona, na yote haya ndio ambayo yametuchangia sisi kuweza kupata kodi hii ambayo leo tunaiwasilisha kama sehemu ya mafanikio
ya Mamlaka ya Mapato Zanzibar. Sababu nyingine ni kuimarika kwa mahusiano yetu sisi wakusanya kodi, lakini na walipa kodi wenyewe, wananchi kwa ujumla, na nyinyi wanahabari ambao mmekuwa mkitusaidia sana kuimarisha elimu ya kodi kwa wananchi. Kwa mahusiano umekuwa ni sehemu muhimu sana ya mafanikio yetu sisi katika kazi yetu ya kukusanya kodi. Lakini vile vile ZRA imekuwa ikifanya juhudi kubwa sana katika kuimarisha mifumo ya utozaji wa kodi. Katika kuimarisha mifumo kuna mafanikio mengi. Kwanza, kuturahisisha sisi kazi yetu ya kukusanya kodi, kwa sababu tunatoa jasho dogo zaidi kuliko kama tungekuwa tunakusanya bila mifumo. Lakini pia tunawasaidia walipa kodi wenyewe kuweza kulipa kodi kwa wepesi bila tabu. Kama ambavyo mtakumbuka, kabla ya mifumo hii ilikuwa zamani kuna zogo kabisa wakati ikifika ule msimu wa kulipa kodi. Kuna zogo kila kona katika ofisi za Mamlaka ya Mapato Zanzibar, lakini siku hizi zogo hizo tena hatuzioni kwa sababu ya kuimarika kwa mifumo. Na kama mnavyojua, mifumo yetu sisi ambayo tunaifanyia kazi sasa hivi, ambayo tunaitumia sisi pamoja na walipa kodi, ni mfumo wa ZIDRAS ambao walipa kodi mnaujua, lakini pia na mfumo ule wa kutolea risiti za elektroniki ambao tunaita VFMS. Lakini pia tuna mifumo mingi ambayo tunaendelea kuijenga ndani ya kuturahisisha sisi kufanya kazi za ndani za kiutawala, na mifumo mingine ambayo inakuja kuimarisha zaidi pia aina zingine za kodi ambazo tutazikusanya pia kupitia mifumo hiyo. Jingine ambalo pia limetuwezesha sisi kufikia mafanikio haya ni ufuatiliaji tu wa kodi. Tunafahamu katika walipa kodi kuna wale walipa kodi ambao ni walipa kodi mahiri, ambao wanalipa kodi bila kushurutishwa, wanalipa kodi kwa wakati. Lakini pia kuna wale walipa kodi wengine ambao lazima umkurupushe ndio walipe kodi. Sasa kwenye kipengele hiki cha kufuatiliaji hiki ndipo ambapo tunawakurupusha wale ambao bila kumkurupusha halipi. Ndio mtatuona tuko kwa mitaani, mtatuona tunafanya hiki na kile ili tuweze kupata kodi ambayo ndio leo hii ambayo tunatoa taarifa yake hapa kama sehemu ya mafanikio ya kazi zetu. Mwisho, katika sababu ambazo zinatufanya sisi tufanye vizuri katika makusanyo ya kodi ni elimu mbalimbali za kodi ambazo tunazitoa. Nyinyi wote ni mashahidi kwamba tumekuwa na programu nyingi sana za kutoa elimu kwa walipa kodi. Tumekuwa tukiweka kliniki mbalimbali, maeneo mbalimbali za kuwafundisha walipa kodi, lakini pia tunashiriki kwenye makongamano mbalimbali ili na sisi tuwepo mahali ambapo wananchi wapo, walipa kodi wapo, tuweze kutoa ufafanuzi na kutoa maelezo yale ambayo yanawasaidia wao kuweza kulipa kodi kwa vizuri zaidi. Sasa tumeshamaliza mwaka wa fedha 2024 25, sasa tunakwenda 25-26. Sisi wote tumesikia mwelekeo wa bajeti ya serikali ambayo imeanza kutekelezwa leo. Serikali imetupangia tena tukusanye trilioni 1.257 kwa mwaka huu wa fedha ambao umeanza leo, na ukilinganisha na kile kiasi ambacho tulikuwa tumepangiwa mwaka uliopita bilioni 845, mtaona hapa kwamba serikali tayari imeshatuongezea kiwango kikubwa ambacho tunakipata wapi? Tunakitoa huko kwa wananchi. Hawa ambao wametuwezesha leo kukusanya 101.3, ndio hao ambao watatuwezesha sisi kukusanya trilioni 1.257. Kwa hiyo jukumu ni letu sisi wa kusanya kodi, lakini pia jukumu linarudi kwa walipa kodi na kwa wananchi kwa ujumla, kwamba tuhakikishe dhamira hii ya serikali, nia ya serikali, lengo la serikali
kupata fedha hizi linafanikiwa. Hela hizi zinapofanikiwa kupatikana zinarudi tena kwetu. Kutujengea barabara, kutujengea masoko, kutujengea hospitali na mambo mengi ambayo tunaona katika maisha ambayo tunaishi kila siku. Kwa hiyo na jingine ambalo tunategemea tunapoenda sasa kukusanya hii kodi ya 1.257 trillion ni kuendelea kujengea uweledi sisi watumishi wenyewe wa mamlaka ya mapato. Kwa sababu hiyo pia ni sehemu muhimu sana ya mafanikio. Unapokuwa na watendaji mahiri na ukawa na mifumo ya kisasa, ni kwamba lazima matokeo yatakuwa mazuri. Kwa tunategemea kwamba tutaendelea kujengeana uwezo sisi wenyewe huko ndani. Uwezo ambao tumekuwa tukiendelea nao toka mwaka uliopita, lakini tutaendelea kufanya zaidi ili kujenga timu ya watu wenye ujuzi wa kutosha katika tasnia ya kodi. Lakini pia na kuimarisha maadili ya wafanyakazi. Kwa sababu bila maadili tutashindwa kufanya kazi. Mengine ambayo tunakwenda nayo kwa mwaka ujao wa fedha kama nilivyosema hapo awali ni kuendeleza ushirikiano na wadau wetu wote ambao tunashirikiana nao katika kutusaidia kukusanya kodi. Walipa kodi wenyewe, taasisi za serikali, taasisi binafsi, wizara na kadhalika, ambao tumekuwa tukishirikiana nao kwa karibu sana katika kazi ya kukusanya kodi mwaka uliopita. Tutaendelea pia kuwa nao mwaka huu kwa sababu wao wamekuwa ndio msingi na sehemu kubwa ya mafanikio ya kazi yetu. La mwisho katika mipango yetu kuelekea mwaka huu ambao umeanza leo ni kuendelea na elimu kwa mlipa kodi, lakini na elimu kama nilivyosema kwa watumishi ili kuongeza weledi, kwa sababu mlipa kodi anapoelewa namna ya kufaili return, kwa mfano akaelewa namna ya kutoa risiti, lakini vile vile na wananchi wakakumbushwa wajibu wao wa kudai risiti wanafanya manunuzi, ni sehemu kubwa pia ya mafanikio yetu tunapoanza mwaka huu kukusanya kodi hii ambayo nimesema hapa. Kwa hiyo ndugu wanahabari na watumishi wenzangu ambao tuko hapa, tujue kwamba katika kipengele hiki cha kutoa elimu ni jukumu letu sisi wote ili fikie mahali kwamba tuna jamii ya watu wanaolipa kodi bila shuruti. Kuna jamii ya watu ambao wanaona thamani ya kulipa kodi, na kuna jamii ambayo inaona kutokulipa kodi ni kama kosa la jinai. Kwa hiyo sisi tuendelea na kazi hiyo na mtusaidie pia kufanya kazi hiyo kufikisha kwa watu, kwa sababu sisi wote tuna jukumu la kuijenga Zanzibar moja. Mwisho kabisa, tunawashukuru walipa kodi wetu, tunawashukuru wananchi, tunawashukuru watumishi wa mamlaka ya mapato Zanzibar ambao wote kwa pamoja, walipa kodi, wananchi na watumishi, tumejitoa kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu tuliopewa na serikali. Lakini pia tunaendelea kuishukuru pia serikali kwa namna ambavyo imetuwekea mazingira mazuri ya kukusanya kodi, ikiwemo kutuletea vyanzo vipya vya kukusanya kodi kama ambavyo mmeviona katika bajeti ambayo imepitishwa juzi, lakini pia katika juhudi zake za kuchochea uwekezaji, kuvutia wawekezaji ambao kwao ndio tunapata hizi kodi ambazo tunazikusanya. Nawashukuru sana, asanteni sana. Tulipe kodi kwa maendeleo Zanzibar.